Nashukuru Mungu sana kwa siku ya leo ile ambaye ametujalia kufika katika nyumba lake. Najua ya kwamba ako na mipango mema juu ya kila mmoja. Sema amen. Kwa hivyo njiguze useme Mungu ako na mipango mema juu yangu. Jiguze kifua tena useme Mungu ako na mipango mema juu yangu. Amen. Nataka tuingie katika maandiko matakatifu. Katika kitabu cha Samueli wa pili, hapo mlango wa 5 kuanzia mstari wa 6. Na nisome. Mfalme na watu wake wakaenda Yerusalemu kuwashambulia Wayebusi walioishi huko. Wayebusi wakamwambia Daudi, hautaingia hapa ndani, kwani hata vipofu na viwete wanaweza kukufukuza. Walidhani Daudi hawezi kuingia humu. Hata hivyo Daudi akateka ngome ya Sayoni na mji wa Daudi. Sema amen. Amen. Au pengine najua mchungaji atatusaidia tukiendelea. Bwana asifiwe sana. Ujumbe wangu siku ya leo ni kwamba Mungu atakuimarisha. Mungu ataimarisha jamii yako. Amen. Mungu ataimarisha familia yako. Amen. Mungu ataimarisha kazi ya mikono yako. Amen. Mungu ataimarisha watu wenu. Chochote Mungu ambacho amekuahidia utakipokea na kitaimarishwa. Hata kama kutatokea wapinzani ama upingamizi, simama na huyu Jehova na yeye atakuimarisha katika jina la Yesu. Hapa maandiko yanasema ya kwamba ni wakati Daudi aliteuliwa kuwa mfalme, hata hakuwa amefanya chochote. Wakati alipoteuliwa kuwa mfalme katika mji wa Yerusalemu ambao ulikuwa makao makuu ya Israeli, kuliishi watu wanaitwa Wayebusi. Na hao watu hawakuwa watu wazuri, na wakainuka kinyume na Daudi. Na kwa sababu Daudi lazima angetega mji wa Yerusalemu kwa sababu ndio capital city, kama angewaachia angeweza kuendelea. Na juu Mungu alikuwa amemwahidi atakuwa mfalme na ameteuliwa ashakuwa mfalme, kukatokea watu wakamdharau. Wakadharau uongozi wake, kwamba alikuwa na miaka 30 tu. Wakamdharau kwa sababu ya ujana wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Na Daudi akasimama akasema, katika Yerusalemu sitakubali Wayebusi waishi hapa, lazima nitawaondoa. Sema amen. Amen. Hata wewe siku ya leo kuna mahali Mungu amekuahidia. Kuna kitu Mungu amekuahidia. Lakini kumetokea Wayebusi wanasema utafikia hiyo baraka. Na kuambia siku ya leo simama imara kama Daudi. Kama uliahidiwa kwenda ng'ambo, ndege utaingia na utaenda. Hata kama ulienda ukakosa visa, utarudi tena pale pale na utapata visa na utaenda. Amen. Ndio watu wa kwanza kupinga Daudi. Na waliposimama wakasema, endeni mumwambie hata viwete, hata vipofu hawezi pigana nao. Wachana hata sisi, hata viwete, hata vipofu hawezi. Lakini kitu hawakujua ya kwamba Daudi alikuwa na Mwenyezi Mungu. Ndio. Sema amen. Amen. Kitu hawakujua ya kwamba Daudi alikuwa ametiliwa mafuta na Mungu, na alikuwa orende ameapishwa kuwa mfalme wa Israeli. Kitu hawakujua ya kwamba Mungu alikuwa ameahidi Daudi ataimarisha ufalme wake. Lakini saa zingine mpendwa,
Ukiona mambo imekuwa ngumu, majaribio imekuwa mingi sana, hapo mbele kuna baraka kubwa sana. Amen. Sema amen. Amen. Wakati unaona mambo imekuwa ngumu sana, wakati unaona mambo imekuwa mazito, sasa ile Mungu amekuahindia jambo, ndio shetani anainuka, unaona kama iwezekani, usitupe imani yako. Amen. Wakati mambo imekuwa magumu, hiyo ni dhahabu inajaribiwa. Kwa maana hata ukichimba dhahabu kwa shamba, lazima uiweke kwa moto ndio iyeyuke itokee ikiwa dhahabu safi. Kwa hivyo yale unaona yakiwa magumu, unaenda kutokelezea hapo mbele, na ukitokelezea hapo mbele utatoka na ushindi. Hallelujah. Tusomee mstari wa 7 mchungaji. Mstari wa 7. Hata hivyo Mfalme Daudi aliiteka ngome ya Sioni, yani mji wa Daudi. Siku hiyo Daudi alisema, mtu yeyote atakayewapiga Wayebusi na apitie kwenye mfereji wa maji ili kuwashambulia vilema na vipofu ambao roho yangu inawachukia. Ndio maana, hebu simamia hapo kidogo. Maandiko yanasema hata hivyo, hata kama Daudi alipelekewa ujumbe akaambiwa hataweza, hata hivyo Daudi alisimama imara na akajipanga kuishambulia Wayebusi katika mji wa Yerusalemu. Hata wewe simama imara leo. Kile ambacho kimekuwa kikusumbua, hata kama ni ule alikuroga ukiwa mtoto, hainjalishi wamekufunga miaka ngapi, hata hivyo simama leo kinyume na hao wachawi, hao wanaokupinga, hao wanasema utaendelea. Simama wima, kwa sababu utaendelea. Amen. Sema amen. Ukipingwa usikubali kupingika. Hii maisha inakaa kama vile mbio. Wakati watu wako mbioni, saa zingine unaweza ona kuna wengine wameongoza, na hata wakiongoza wanafungua ngapu kubwa sana. Bwana asifiwe sana. Saa zingine ukuje uangalie kama ni mbio refu, wa Kenya na wa Ethiopia ndio ushinda sana. Na ukuje uone wakati mbio inaanza, unaweza pata kama China ndiye yako kamechomoka, hata anaweka ngapu ya mita 200. Lakini ukiangalia commentator anasemanga, we are looking all tactics are with the Kenyan and the Ethiopian. Na hata akilindi sana, unapata kamera inarundi kwa hii grupu iko hapa. Bwana asifiwe sana. Hata akiongoza Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini ukikaa wanaenda lap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hata by the way maisha kuna watu wanakaa, unakuwa challenge na mtu mlisoma na yeye, umetoka area moja, ati amejenga nyumba, amenunua mangari, amekaa vizuri, anaishi kwake Nairobi. Tulia, zako zinakuja. Amen. Tena kubwa kuliko hizo. Amina. Tulia, zako zinakuja. Haleluya. Hata mbioni wakati mnakimbia, hata uongoze mara ngapi, ya maana ni ule anagusa kamba akiwa wa kwanza ndiye anapata tuzo. Kwa hivyo tulia siku ya leo, wacha waende, utawafikia na utawapita. Amen. Na zingine majaribio huja ndio yatengeneze ushuhuda. Unaweza pata ile shinda unapitia, ni Mungu amekubali, ndio watu waongee, waende waongee,
Yule alirogwa, hana chochote, hata alifungiwa nyumba. Hata ukifungiwa labda ni Mungu anangojea waonge. Hao wakati utabarikiwa, wakati Mungu atakutembelea akufikishe kwa baraka zako, hao ndio watarudi kuongea tena, angalia Mungu wake amekuja. Amen. Hao si wengine, wale tu. Au unaona wanakudharau saa hii, hao unaona wanakuona wewe si kitu saa hii. Hao ambao hata salamu hawezi kupatia mkono kwa sababu unakaa hauna chochote, haufai chochote, hao watakutafuta wakusalimie. Sema amen. Hao ndio watasema umebarikiwa. Hao watasema Mungu wako alishuka. Si wengine, hao tu, hao watezi wako. Hao walisema utaendelea. Ndio. Sema amen. Hao walichukua picha yako wakapeleka mahali ndio ufungwe, na ndio wanaeneza habari hautaendelea. The same people. Wakati Mungu atashuka, kwa sababu atashuka leo. Amen. Sema amen. Amen. Daudi akusuba. Daudi alichukua hatua mara moja na akasema nitaenda kuwashambulia, na Biblia inasema aliwashambulia na akateka mji wote. Sema amen. Amen. Kwa hivyo yale unapitia maybe ni ya kutengeneza ushuhuda. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni ya kutengeneza nini? Ushuhuda. Kwa hivyo pale uko saa hii, ndio saa zingine unaweza ona kana kwamba Mungu amekuacha. Unaweza ona kana kwamba Mungu amesahau na wewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Unaweza ona kana kwamba hauna mbele na una nyuma. Unaweza ona kana kwamba hata marafiki wamekuacha. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata wakikuacha uko na Mungu. Sema amen. Amen. Daudi cha maana kile alishikilia ni Mungu wake. Bwana asifiwe sana. Na alikuwa amejua madharau haikuanza hiyo siku tu peke yake. Madharau kwanza ilianza na babake. Biblia inasema Nabii Samueli alitumwa na Mungu aende katika nyumba ya Jese, na akamwambia katika watoto wa Jese nimejichagulia mfalme. Hakuambiwa ni nani. Na akaenda akaambia Jese, kesho tayarisha watoto wako wote wa vijana mkuje nao mahali tunatoa dhabihu. Unajua kuliendaje? Hapana. Babake asubuhi alimwambia chukua kondoo uende ukachunge. Imagine wengine wanaenda kuchaguliwa wafalme, wewe umetumwa jangwani kuchunga kondoo. Wengine wameenda kwa sherehe, wewe umetumwa kuchunga kondoo. Na akatia akachukua kondoo na akaenda. Wakati walianza kuteuliwa, hebu wanaume wasito wakuja hapa. Kujeni. 7. Wanaume 7. Hao ni wangapi?
Hata Gitai amewekelea uzito. Sema amen. Amen. Walipofika katika hiyo sherehe, nani mkubwa hapa? Enda pande ile Gitai nikuonyeshe. Kati huyu na huyu nani mrefu? Aya, kuja pande hii. Samueli mwenyewe akiwa nabii wa Israeli akaona wanaume ndio hawa watoto wa Jese. Kuona Eliabu akasema bila shaka huyu ndio Mungu amejichagulia kuwa mfalme wa Israeli. Kwa sababu aliwekelea CV. Ni mwanajeshi, jamani mrefu, msito, amesimama wima na anaweza pigana vita. Sasa ile amechukua mafuta ndiye amumwagie. Maandiko yanasema Mungu akamwambia hapana. Mimi ni Mungu, si kama binadamu. Siangalii kama macho ya binadamu, naangalianga roho. Amen. Sema amen. Amen. That's why nimekuambia unaweza dharauliwa kwa maumbile na kwa nje na vile unaonekana, lakini Jehova ako pamoja na wewe. Amen. Jehova ako pamoja na wewe. Yes. Na akamwambia huyo nimekataa, ungojee mpaka wakati nitakuambia. Akataliwa akaenda. Wa pili Mungu akakataa akaenda. Watatu Mungu akakataa akaenda. Wa nne Mungu akakataa akaenda. Watano Mungu akakataa akaenda. Wa sita Mungu akakataa akaenda. Na hata wa saba Mungu akakataa. Samueli akabaki hata yeye ameshindwa. Mungu alinidanganya. Ni Mungu aliongea na mimi. Unajua ni kwa nini? Alikuwa ameambia Jese niletee wanao wote. Kwa hivyo Samueli alidhani hao wote ndio watoto wa nani? Wa Jese. Samueli akaita Jese. Kuna sherehe, watu wamejaa, kumepikwa, dhabihu zimetolewa. Na unajua watu wanakulanga baada ya ceremony, si ndio? Sasa watu wanamwaga mate. Walikuwa wanafikiria mfalme anachaguliwa mara moja waanze kukula. Chakula iko pale, nyama choma, kila kitu hiko. Akaita Jese mbele ya karamu. Akamuuliza, katika Israeli, sema amen. Amen. Mungu alinituma kwako nikuje achague mfalme kutoka kwa wanao. Uko na uhakika hakuna mtoto mwingine amebaki? Uko na hakika? Jese akamwambia kako, hata kumwambia yuko kako kale kandogo, kako kale. Akaulizwa kako wapi? Akasema kalienda kuchunga kondoo. Samueli akasema hata karamu hatukuli na hata kuketi hatutaketi, tumana aletwe hapa. Bwana asifiwe sana. Amen. Unafikiria ni akina nani walitumwa? Ni wageni. Ni wageni waalikwa. Ni wahudhuria sherehe. Jese akaita hao vijana wake, akawaambia kimbieni malishoni, mulete Daudi. Sema amen. Amen. Ni wagani walitumwa? Hao walikuwa wametangulia kuinjaki baraka za Daudi. Sema amen. Amen. Naye Mungu akakataa. Siku ya leo hata waliotangulia kuinjaki baraka zako
hata kama waliiba kitabu yako mkiwa shule, ndio wakakuroga. Anjalishi umepita miaka ngapi, Jehova atarigas. Hata kama walienda Amerika na nyota yako, watarudishwa Kenya na wewe utaondoka, utaenda Amerika. How? Sema amen. Amen. Wale tu unaona hapa wanakudharau. How? Very soon watakutafuta. Sema amen. Amen. Very soon wenye wanakutangaza mabaya ndio watatangaza mema yako. Ndio. Very soon wenye wanasemanga unaendeka kanisa kila siku na ubarikiwi, watashangaa wakiona umebarikiwa. Wakiona unafanya harusi hapa, wakiona uko na kampuni yako, wakiona uko na kwako. Amen. Sema amen. Wayebusi leo tunawaondoa ile miji. Imagine walikuwa wamekalia capital city na Daudi ashatawazwa mfalme, wamesema hata ingia. Sema amen. Amen. Hiyo si ni kuiba baraka zake. Daudi akawaambia nimepatana na mingi, hata ndugu zangu walikuwa wametangulia kuinjak na hawakufaulu. Sema amen. Amen. Walitangulia lakini wakufanya nini? Hawakufaulu. Na Biblia inasema Daudi alipotumaniwa, hebu kijana kuja. Huyu Anjoni. Nikunywe maji kidogo. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Siku moja watakusalimia kwa wanaokudharau, siku moja watakusalimia kwa heshima. Siku moja watakusalimia. Siweke mzuri. Kama ni kuimba, imba wimbo mzuri. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. 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 Wanaokudharau siku moja watakusalimia. Watakusalimia. Wakati wako ukifika watakusalimia. Wewe ukibarikiwa. Unaweza keti. Unatarajia hawa watu wakusalimia Daudi kwa heshima? Walimsalimia kwa heshima? After Daudi kutawazwa, ni nani alikuwa guest of honor ama chief guest? Ni nani? Ni Daudi. Bwana sifiwe sana. Na wacha nikuambie, mimi naonanga hata baba yake hakupenda Daudi. Hakupenda Daudi. Kwa sababu gani? Daudi baadaye after kumwagiwa mafuta, baba yake baadaye alimwambia arudi kwa kondoo. Alirudi kuchunga. Sema amen. Lakini hiyo kanjangwa ni Mungu alikubali apitie hiyo kanjangwa, apate experience ya kutawala. Saa zingine unaweza jipata unapitia mahali mambo ni magumu, labda ni Mungu amekubali upate experience. Wakati utachomoka utasema nilikuwa hapo. Amen. Akatumwa tena kwa, lakini hakuwa ule Daudi wa kawaida. Alikuwa na upako. Mbele ni kondoo, simba alikuwa anachomoka akitaka kula kondoo anakula. Daudi hii simba alikuwa anashika kondoo,
anakimbishana na simba, anashika mdomo, anararua, anatoa kondoo. Na anasema hata simba akinishambulia, nilikuwa namshambulia na muua kwa mikono yangu. Sema amen. Amen. Baba yake alimrudisha tena wapi? Kwa kondoo. Lakini akiwa kwa kondoo, Sauli akaingiwa na mapepo. Wakaita watu wa kila aina, mapepo ikataa kwenda. Akaambiwa, ukipata mtu anajua kucheza muziki wa Yesu, akicheza mapepo itakuwa inatoka. Akasema nitafutieni. Kijana mmoja State House akamwambia kuna kijana mmoja najua anaitwa Daudi. Huyo ni hatari na kinubi. Akatumana tena kwa Jesse. Jesse akasema analisha kondoo, akaendewa tena msituni. Lakini raundi hii hakuendewa msituni, akuje anoetiwa arundi, aliendewa msituni aende State House. Yes. Aliendewa msituni aende wapi? State House. Sasa zingine Mungu anazoona akikuinua mara moja utapotea. Sasa anakuinua kama stairs. So unajua unapandaka ngorofa na stairs. Yo. Lakini mwisho utajipata juu. Bwana asifiwe sana. Daudi akapelekwa State House. Mapepo ikibamia Saul, anapiga kinubi, yanaenda. Baadaye kasi ikaisha. Akarudi tena kuchunga Kondoo. Sema amen. Amen. Hapo ndio Mungu alimuinua wakati aliua Goliath. Kila mtu alikuwa anaimba Daudi. Hata wamama walikuwa wanaimba Daudi. Sema amen. Amen. Kwa hivyo yale yote umekuwa ukipitia ni Mungu alikuwa amekubali upitie. Sema amen. Amen. Lakini utamiliki mji wa Yerusalemu. Amen. Mji wa Yerusalemu ni baraka zako. Mji wa Yerusalemu ni ndoa yako. Mji wa Yerusalemu ni biashara yako. Ndio. Asante. Mungu akubariki. Sema amen. Mji wa Yerusalemu ni ile future Mungu amekupangia. Amen. Amen. Ni ile future Mungu amefanya nini? Amekuwekea. Hata kama walimpinga, hata pale akienda kuua Goliathi, ndugu yake alimwambia toka hapa, wewe unakuanga na kierere, tunajua ujuaji wako. Yeye akanyenyekea akauliza ndugu yake, nimefanya nini? Sema amen. Amen. Nimefanya Nini? Lakini alipoua Goliathi, akadunga ile kichwa kwa upanga, akaekelea kwa mbega. Mtu wa kwanza kumwambia unikumbuke ni ndugu yake Eliabu. Daudi amwambia, I'm still your brother. Sema amen. Amen. Haleluya. Amina. Na sasa Daudi ashakuwa mfalme, naye Wayebusi wameinuka wamzuie kuingia Yerusalemu. Aliwamaliza wote na akabeka mji wa Yerusalemu. Kwa hivyo hata siku ya leo mahali Mungu amekuahidia, ile nyota ulizaliwa nayo, hata kama ilizima ukizaliwa, itainuliwa tena, itawaka tena, itaangaa tena. Kwenye hicho itaangaa tena na itakuja kwako. Wanaweza kuwa kuna wenye walimalizana na wewe kabisa completely. Ndio. Wakamalizana Na wewe. Una maji hapa? Nisaidie na maji ya kunywa. Waiko? Good. Nakunywa tu maji kidogo leo. Maji ni mzuri. Si ndio? Maji ni nikimalizia. Musa alilelewa kwa nyumba ya Farao. Farao alikuwa mchawi,
na alikuwa na kikundi chake ya waganga, na si mmoja ama wawili, wengi sana. Kwa hivyo watoto wa Farao wakigangwa, hata Musa ndio alilelewa hapo, anagangwa hapo, wakioshwa na maji, si imefanywa nini, wakiwekwa uchawi, yote anawekewa wapi? Hapo hapo. Lakini alipoondoka na akaenda mahali alikuwa anachunga kondoo, aliona kichaka inateketea, inachomeka, lakini iteketei. Biblia inasema Mungu akamwambia Musa, kabla hata ugeuke, toa hiyo kiatu ulitoka nayo kwa Farao. Hiyo kiatu imerogwa, uligangwa na waganga, toa hiyo kiatu. Sema amen. Amen. Musa akatoa kiatu, akawa transformed Musa. Akapewa fimbo na akaambiwa sasa, na kutuma kwa Farao penye ulitoka. Huyo alikuwa anataka kukuua, na kutuma kwake. Na Musa akapatiwa uwezo wa kufanya miujiza. Maandiko yanasema aliambiwa ukiekelea fimbo chini inatoka nyoka, Farao atastuka. Alipofika kwa Farao, akaenda akawekelea fimbo chini, ikawa nyoka. Farao akamwambia, ningoje, unanitisha kijana, na nimekulelea hapa kwangu. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Leo nakumaliza. Farao akaita wachawi wake. Biblia inasema wachawi wake. Kwa hivyo walikuwa kikundi kimoja. Naye wakakuja wakaekelea fimbo chini, sikawa nyoka. Kama ni ungefanya, na zao ni mingi, hao ni wengi, Musa ni moja. Sema amen. Amen. Haleluya. Amina. Naye maandiko inasema nyoka ya Musa ilianza kumeza zile nyoka one by one, ikameza zote. Si ati shetani zingine performing miracles, lakini zake ni mutation. Ya Mungu ni original. Ndio maana unaonanga hata Mungu akikubariki na pesa, wewe utalala usingizi mpaka asubuhi. Kuna mwingine akitoa kule ametoa, analalanga usiku akihangaika. Ya Mungu ni original. Akikuponya leo hakuna kitu atakudai. Akikupatia mtoto leo hakuna kitu atakudai. Akikupatia pesa leo hata kuambia utoe mtoto dhabihu. Amen. Wewe usitishwe na miujiza zao, lakini fimbo zote, nyoka zote zikamezwa na nyoka ya nani? Ya Musa. Musa akainua, akashika mkia, ikawa fimbo. Akauliza Farao, uko na swali? Usi yule Musa ulizoea, huyu ni transformed Musa. Sema amen. Huyu ni Musa amebadilishwa. Farao akamuuliza, kumekuaje? Akamwambia, umekuwa na uganga, lakini mimi nimekutana na mganga wa waganga. Umekuwa ukiroga watu, nimekutana na ule ako na uwezo wa kurogora. Ndio. Sema amen. Amen. Na akamwambia, ujue mwenye niko naye ni mkubwa sahihi. Hata siku ya leo naomba Mungu